story inaanza bwana, tunamkuta kuna mtoto wa Uswahilini anaangalia hapo kwenye mfuko wa lambo, akawa anashangaa kuna nini wanyie, njooni muangalie humu kuna kitu nimekiona cha ajabu. Dogo mwenye hadi anashtuka, hiki kitu gani hiki? Akawa anaangalia kwa makini, bwana tunaliona sikio la mtu. Hilo ni sikio la mtu, inawezekana kabisa sio toy. Lakini yule mtoto akawa anasema njooni muangalie jamani, kuna kitu nimekiona, lakini sasa sijui kama ni sikio kweli ama sio sikio. Watoto wenzie bwana wakawa wameenda. Sasa tunataka kujua chanzo ni nini. Sasa hapa tunamkuta kuna bidada mmoja, huyu bidada bwana anaitwa Jang Jo. Akawa anaongea na mume wake Kim So. Wakawa wanapiga story pale 2-3. Unajua tena, lakini yule binti inaonekana kuna sehemu alienda safari fulani lakini kakwama njiani. Kwa hiyo akawa anampa taarifa mume wake kwamba huku nimekwama kwenye seluji. Mume wake inaonekana anafanya kazi katika masuala ya intelijensia. Akawa anapiga simu huko, lakini akawa anaendelea kuongea na bibie. Vipi? Umekwamaje vipi? Lakini akasema ngoja kwanza nitakupigia. Lakini akaangalia akazugazuga hapo. Alivyoona wenzao hapo busy akampigia tena. Akaanza kumwimbia, unajua we mrembo wangu na kusubiri kwa hamu kunyumbani na kupenda sana. Yani anaimba kwa hisia hadi anafumba macho. Lakini akaingia mtu pale akazuga tena. Akasugea pembeni. Si unajua yale mapenzi yakata wewe. Akawa anaendelea kuongea, jamani we ni mtoto mzuri sana mrembo. Kwa hiyo tutakutana hivi karibuni au sio? Lakini huyu bibi huku anaendelea kucheka na tabasamu. Lakini dirishani akatokea mzee mmoja. Yule mzee akawa anasema vipi umekuwa binti? Akasema asante kwa kuniuliza, lakini nitapata msaada hivi karibuni, nishapiga simu. Yule jamaa akawa anaendelea kutabasamu kule nje, akasema hamna shida. Lakini huyu bibi akawa anaangalia huyu mzee vipi tena katika ya mazingira mbona simuelewele. Lakini akawa anaangalia plate number hapo vizuri, ili kikitokea jambo lolote awe na jambo la kujieleza kwamba kuna gari niliona na plate number ni plate number fulani. Hapo moja kwa moja akawa anaona ngoja hizi namba sizioni, ngoja niwashe taa ili nizimulike niangalie vizuri hizo namba. Lakini ghafla yule mzee akatokea, akawa anapasua vioo hapo. Binti mwenyewe akawa anapiga kelele pale tena, jamani nini? Lakini wakati anataka kutoka upande wa pili, barafu ilikuwa limezuia mlango, kwa hiyo akawa ameshindwa kupata mpenyo. Huyu mzee akamshika vizuri, unajua tena mtoto wa kike tena afu ya kushtukiza, mzee akachukua nyundo akampiga ya kichwa, piga ya 3. Baise binti mwenyewe akaona dai bwana piga nyingine. Sasa baada ya mzee kumpiga kule akamchukua moja kwa moja akampeleka sehemu ambako inaonekana ndo waga anafanya hayo matukio mara kwa mara. Huyu binti akawa ameamka hapo ameshtuka, lakini tena hana nguvu. Huyu mzee akaja akawa anamfunga na minyororo hapo. Sasa anamfunga sijui anamfungia nini, maskini wa Mungu, wakati binti wa watu kashamchakaza, yani hajiwezi, kila kiungo pale hadi mishipa ya damu nayo ishalegea. Binti akawa anaangalia tu, yani macho tu ndo mbaki anaangalia makengeza, lakini mzee akawa amemfunga kamba, yani kamtundika hivi, mikono ipo juu. Sasa binti anaangalia, mzee hana wasiwasi, anavuta sigara, inaonekana hiyo michezo kashaizoea, yani hayo majanga. Akawa chagua hapo knife ili aangalie, je knife gani inakufaa wewe binti na nyama yako jinsi ilivyo, yani ngozi yako ilivyokuwa nyororo. Akawa anamwangalia vipi unataka nikusamee au nikufanyie nini? Akawa anaangalia hapa ngozi ilivyokuwa nyororo laini. Binti anashindwa hata kuongea, yani anameza mate kwa tabu. Akasema samahani, mimi nakuomba uniache, naomba uniache tafadhali, mimi hapa nilipo ni mjamzito, yani kiufupi tupo watu wawili hapa, kwa hiyo ukinizuru ni kama umemzuru na huyu mtoto tumboni, tafadhali. Sasa huyu mzee jamani anaitwa Jang Chu, anaonekana kabisa kwa kweli ana roho ya kinyemera vibaya mno. Binti anaendelea kujieleza, lakini huyu mzee alivyokuwa mkatili akamsheka ule binti bwana, akawa anamkatakata hapo, anamcharanga viungo. Sasa sijajua huyu sijui anaenda kuuza anafanyaje, lakini akaona kuna kitu kama kimedondoka hapo, akawa anatafuta kitu gani kimedondoka hapo. Akawa anaangalia, nimesikia kama kama chuma hivi kimelia, hakujua nini, wakati anarusha ule mkono kwenye ile box la kuhifadhia hiyo nyama ya watu. Na naogopa hata kutamka. Lakini hapo tunaona kumbe ilikuwa ni pete, lakini yeye hakujua kwamba ile pete imedondoka pale. Akawa anavuta zile nyama kwenye ile box moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kuhifadhi sehemu ambako yeye anataka. Sasa baada ya taarifa za yule bibie Jang Jo kupotea, serikali ikaanzisha msako wa kumtafuta. Lakini walipofika hapo wakasema bwana, humu kwenye maji mbona kama tunaona kichwa cha mtu hivi. Hebu wakawa naangalia vizuri, wakachukua kifimbo wakawa wanageuza kile kichwa kuangalia je kweli ni mtu. Lakini kile kichwa chenyewe kikaanza kujigeuza, kikaanza chenye kujionyesha ni kweli bwana, ni kichwa cha yule bibie Jang Jo.
Joe. Watu wote hapo wakawa wanashtuka, wakaona hii ni nini? Mwingine hadi anaona kichefuchefu, jamani, huu ukatili umezidi huu. Akatoa taarifa, bwana nimeona pale kuna kichwa. Watu wote wakapata taharuki, hadi babake Jang Joe naye akaona bwana hii ni nini? Akawa anakimbilia kule, je, hakikisha kweli ni Jang Joe mwenyewe kweli ama ni nani au ni mwingine. Walipofika hapo moja kwa moja wakawa wamekichukua kile kichwa kwenye maji, wakawa wanaweka vizuri kwa sababu ya kukamilisha uchunguzi na uhakikisho, wakawa wameweka hapo. Lakini yule mme wa Jang Joe akawa amepata na taharuki, hivi ni kweli? Hivi ni kweli Jang Joe ni yeye ambaye ameonekana kweli kafa pale? Kim So hapo anapata huzuni kweli kweli, haamini macho yake, anaona kama ni ndoto. Unajua mtu alompenda. Moja kwa moja wakaenda kwenye msiba, wakawa wanaomboleza hapo. Huzuni imetanda. Binti mdogo ambaye yani alikuwa na miaka 21, 22 hivi. Jamaa mwenyewe haamini macho yake, anasema kweli, juu ya kazi yangu yote ya usalama, hatimaye leo mikononi mwangu, analia kweli kweli. Yani mikononi mwangu ametoka mtu nayempenda. Yani hapo kwa kweli hata mimi natamani nilie, lakini mimi nawadanganyeni, lakini siwezi nikalia kwenye movie. Moja kwa moja akawa anatoka hapo, anasema basi nawaelewa japo mnanifariji, lakini nawaelewa. Akawa anatoka moja kwa moja nje, yani haamini. Jamani, hii hali japokuwa namna gani, lakini ikitokea kweli ni hali fulani ya kuhuzunisha sana. Akawa anatoka hapo, anajikaza kiume hapo, chozi linatoka linarudi, yani jicho moja linalia, jicho moja linaangalia vizuri. Sasa Kim So hapo aliona ngoja kwanza, akaanzisha valangati la kuanzisha upelelezi. Moja kwa moja akamwita rafiki yake, akasema sikia kwanza, naomba unisaidie. Rafiki yake akasema sawa, nitakusaidia lakini ni kwa siri sana. Si unajua tena uongozi hautaki kabisa wewe ujihusishe moja kwa moja. Mimi nakusaidia basi tu kwa sababu ni rafiki yangu wa karibu sana. Kim So akasema basi sawa, hamna shida. Akashuka hapo. Sasa baada ya kutoka pale, akaamua mwenyewe kuanzisha upelelezi baadhi ya vijana ambao ni wauni, vijana ambao wana matabia ya ajabu. Sasa tunalikuta jamaa moja lijinga linaangalia picha za ajabu hapo, linaumaliza mwendo lenyewe, lipumbavu hili, lishenzi. Sasa hapo likashangaa, mbona kama umeme umekatika tena? Likawa jinga likawa linahangaika connect hapo liendelee na mazambi yake. Lakini hapo akawa anaangalia, mbona kama kuna mtu hapo lakini Kim So bwana akawa moja kwa moja akamnasa huyu kijana wa ovyo, kijana ambaye anaumaliza mwendo mwenyewe. Akawa amemnasa hapo, kamkaba kweli na kamba. Wewe nikikuuliza maswali utanijibu. Huyu jamaa mwenyewe akasema mimi hilo gari silijui bwana, silijui hilo gari. Huyo mimi simjui kabisa, simjui. Akasema sikia kwanza, kila ninachokuuliza unasema ukijui. Una uhakika? Jamaa huko analia tu, bandumwe niache mimi kama mazambi tu ni ya kufanya mambo ya ovyo, lakini sibakagi mimi. Sasa hapa Kim So akaona ngoja ategue kwanza kiungo chenyewe ambacho anafanyia makosa na mazambi ya ovyo. Sasa kutokana na Kim So bwana kuwa na uchungu mkubwa sana, akawa anaenda kwa kila kijana ambaye ana skendo fulani za uhalifu. Akamwona kijana mmoja ana delivery hapo, akamgonga bwana na gari. Kumgonga akamwendea pale mbele. Huyu jamaa akajua bila bahati mbaya, lakini akashangaa mbona anaendelea kupigwa tena. Kaba hapo. Bwana nini shida? Niachie bwana, nini shida? Kwa sababu unamjua huyu, unakuonyesha kwenye simu unamjua. Piga. Lakini akajua bwana huyu naye hahusiki. Huyu jamaa sasa hivi yoyote yule uliokuwa na skendo ya uhalifu akikukamata anakupiga tu, haulizi kama sijui eti kikwenda kirudi, halembi, ana hasira kweli. Unajua tena nyonga mkaliaini wamesha mkili. Sasa moja kwa moja tunamkuta bibie mmoja katoka zake mishemishe, akawa anasubiri usafiri. Lakini yule mzee na gari lake lile gari tulilolikuta kule wakati yule bibie wa mwanzo anapata majanga, akawa akafika kwa bibie. Huyo bibie akasema samahani, wewe endelea na safari, mimi nasubiri tu usafiri, wewe endelea. Mzee akasema wewe, saizi usiku, unafikiri kuna usafiri gani utaupata hapa? Wewe panda twende. Lakini binti akaendelea kugoma. Yaani angejua angekaza tu, kwa sababu mzee nyemela kweli. Lakini binti akaanza kuangalia, ila kweli mbona hapa ni usiku sana? Akaangalia hapo, akajikweza, akaangalia, akasema lakini hamna mabaya. Akasema wewe, mabaya atoke wapi? Huyo binti akawa ameangalia upande wa huku, akapanda moja kwa moja kwenye gari. Akaona basi inawezekana huyo mzee ni mtu mwema. Lakini huyo binti kakaa kimazabe, sijui kashasikia kwamba kuna watu wanapotea. Akawa anamwangalia kwa umakini kweli huyo mzee kila anachokifanya binti anaangalia. Mzee akawa anatafuta huko kitu nyuma huko, anaangalia. Mzee mwenyewe hana hata mambo mengi.
binti akawa anampiga piga kijicho cha bingwa hivi, lakini akashangaa mbona mzee anaenda njia ambayo sio yenyewe. Akawa anamuuliza hapo, unatafuta nini kwanza, hata hii njia tunaoenda sio yenyewe eti babu nani wewe, yani hadi anamuita majina yote. Akasema mbona umetoa nyundo tena? Akasema wewe unafikiri kuna lifti za bule subiri kwanza nikupe lifti hapo lifti tena. Akawa kampiga za kichwa. Huyu bibie naye akawa kasha ingia kwenye mikono mibaya ya mzee Jiang Chu. Sasa tunaachana na Jiang Chu, tunarudi huku kwa Kim So. Tunamuona hapo upelelezi wake unaendelea. Akawa ameingia kwenye nyumba moja, baada ya kuulizia akapata kuna nyumba moja pia ya mtu ambaye haeleweki mambo yake, tabia yake, lakini hii nyumba inavyoonekana ni ya yule mzee bwana Jiang Chu. Akawa anaangalia mazingira, hayaelewi ile nyumba ni kama imewekwa ulinzi fulani, ma protector manini, kama sauti zisitoke nje, yani kama sehemu fulani ambako inabidi vitu vio vya siri sana. Akawa amefungua kwenye hilo hall sasa, hilo pagare, akawa anaangalia mle ndani, akawa anaona chini kuna alama kama za damdamu nyekundu hivi. Sasa akawa anaangalia nini, akawa anaangalia kwa makini, lakini katika kuangalia bwana, akawa moja kwa moja macho yake yamelenga, yameona kuna chuma kwenye mfereji fulani wa maji machafu. Akawa anaangalia kwa umakini, hiki ni kitu gani? Kuangalia bwana, akaona ni pete, na alipoangalia kwa umakini ile pete, akagundua kwamba ni pete ni ya yule mke wake mpenzi kabisa, mpendwa Jiang Jo. Akawa analia kwa uchungu hapo, hasira zimempanda kweli, hisia zimezidi jamani. Sasa hapa kuna simu tunaona inaita hapo, lakini kumbe alikuwa ni Jiang Chu bwana, akawa hataki kuipokea ile simu. Lakini sasa sidhani kama anajua kwamba Kim So anajua tayari huyu mzee anahusika moja kwa moja na mauaji ya mke wake mpendwa kabisa Jiang Jo. Sasa ukiachana na unyemela ambayo mzee anaufanya, lakini jamii inamjua kama ni dereva wa gari la shule. Unajua zile school bus, mini school bus. Kwa hiyo alikuwa anawachukua watoto wa shule, anawapeleka nyumbani, anawarudisha tena shuleni kama kawaida. Kumbe hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Lakini hiyo siku bwana akawa amepanga mabaya ndani yake juu ya hao watoto. Sasa Jiang Chu hapa akawa anapiga kijicho, anaona nyinyi mmelala, akawachukua wale watoto moja kwa moja akawapeleka kwenye lile boma lake lile. Akawa anawanyanyasa kijinsia hapo, anawafanyia vitendo ambavyo sio vizuri. Unajua tena ili zee nalo nyemela kweli likawa linafanya vitendo vya ajabu, linanyanyua nguo za watoto, linachungulia huko, yani kwa kweli huyu mzee sijui ana dhamira gani kwenye hii dunia. Lakini alikuwa hajui kwamba Kim So yupo njiani, ameshajua kwamba huyu mzee kashawachukua wale watoto. Huyu mzee huko anaendelea kufunua watoto, anaangalia, yani anasema wewe mtoto una kitovu kizuri. Akawa anamlazimisha hapo kumziba mdomo, hebu tulia kwanza, mtoto anapiga kelele, wewe tulia kwanza, nifanye vitu vya ovyo hapa. Si unajua tena wazee nao wahuni uoga wanazeeka. Lakini hapo akati anaendelea na vitu vyake, akasema wewe unanipigia kelele, yani unaniona kama mimi ni mtu katili sana, mimi mtu mbaya sana, ni kila mmoja, kwa nini mimi ananitenga? Kwa nini mnanitenga mimi? Mnanionaje? Mnaniona mimi kinyaa? Eti akawa amemziba mdomo hapo, kelele usilielie ovyo, acha ujinga. Lakini akaona mbona kama kuna nimesikia kolokocho hapo. Akawa ametoa lile libisu la kukatia majani, akasema ngoja, kama kuna mtu yoyote ameingia umndani kinyume na maelezo yangu, basi ni halali yangu. Si unajua tena mimi ni mzee mavisu, mimi mzee wa chinja, mimi mzee katili, kashazoea kufanya vitu vya ajabu mzee. Akawa anashweta mpola hapo, anaangalia, akawa anafunua kipazia kwanza kuangalia kwenye gadeni yake. Huyu mzee alikuwa ameandaa maandalizi mazuri, yani kiufupi alikuwa yupo vizuri sana hata kwenye masuala ya kilimo. Huwezi kumzania kwamba anafanya vitu vya ajabu. Lakini Kim So akawa ameingia hapo, akawa moja kwa moja kamfesi. Mzee akawasha taa. Kumbe ni wewe bwana mdogo umekuja. Akatoa lile libisu. Vipi? Mbona umeingia kwangu hapa kiwiziwizi? We nani unaingia kiwiziwizi? Ngoja nikuangalie vizuri, nikukodolee macho. Sasa jamani, samanini sana. Kipande cha kwanza kinaishia hapa. Kipande cha pili kitakuja hivi karibuni. Kaeni chonjo kwa mkao wa story. Tegeni masikio vizuri.